Mwenyezi Mungu ndiye ajua hikma ya kila hukumu ambayo anayotoa, na sisi si lazima tujue. Ama mambo yasiyokuwa ya fiqh ya hukumu tunaweza kuulizia na tunaweza kupata jawabu. Ama kwa nini, kwa mfano, kwa nini tunaswali rakaa 3 magharibi? Hikma yake ni hatuwezi kujua, Mwenyezi Mungu ndiye anajua. Kwa nini maisha tunaswali rakaa 4? Mwenyezi Mungu ndiye ajua, hikma yake hatujui. Unaona? Sasa hii masala ya aqiqa ya mtoto anapochinjiwa, tumeambiwa ni makruhu kwamba mtoto afanye ni mzazi na watu wa karibu kula ile nyama, ni makruhu. Huenda sababu ambayo iko ni kwamba ni kwa sababu lengo la kutoa ile nyama na kuchinja ni kutoa, yani kama kafara, yani kutoa kitu ambacho kitoe balaa. Na ndio tunaambiwa katika dua tunasema lahmuha bilahmihi, au kwa mfano damuha bidamihi, azmuha biazmihi. Yani hii inapotolewa, hii nyama inachukua mahali pa nyama ya huyo, hii damu inachukua mahali pa damu ya huyo, hii mifupa inatoka, yani inatoka kumsafisha na kumuhifadhi kutokana na nini. Kwa hivyo ile nyama ikitoka imehifadhi nyama ya huyo. Kwa hivyo sasa ikiwa wewe mwenyewe umetoa kitu, kwa nini tena ukirudishe ndani? Sasa kwa familia, kwa mama na nini, umetoa balaa, umetoa nini, nuksi, unatoa nini, machafu, alafu tena unarudisha ndani ya nini, ya nyumba yako, unakula wewe mwenyewe hizo nyama au uchafu. Tuseme kwa mfano, tuchukulieni kama uchafu, umetoa nje alafu tena unarudisha tena ndani, inakuwa haingii kichwani au si vizuri. Ndio sababu lazima asile zitoke. Naam.